Welcome to Tawi TV, karibu katika Tawi TV, gumzo viwanjani ama ukipenda Tawi TV, the home of grassroots sports. Na leo tuko tunataka tuzungumzie ligi ya Division 1. Zone C. Unajua wakituona hapa wanajua mambo imechemka. Unajua siku zote sisi tunapenda kuzungumzia zile mpira za huko chini. Unajua pia Div 1 bado iko chini. Ndio iko chini, lakini mimi naangalia kwamba Div 1 kwa upande wangu ni ligi ambayo ikimulikwa imebeba watu. But hiyo ndo grassroots inaanzia hapo sasa ikipanda. Unajua grassroots inaanzia kutoka huko chini. Siku hizi tuko na JSSA. Tunakuja pale high school, tunaenda pale tuko na regional leagues. Tukitoka regional tunapanda Div 1. Sasa pale mambo inaanza kuwa wanasema wanaume. Sasa hiyo ni ligi ngumu. Hii ligi kwa mtazamo wangu mimi naona ni kwamba ni ligi ambayo watu hawajaimulika sana, lakini ni ligi yenye ina watu. Ukizungumzia Zone C, unaangalia kuna watu wakali, angalia Kiminini, angalia GFE 105, na tukizungumzia zone nyingine kuna Mfalme. Umeona Mfalme kitu amefanya? Angalia ni mbaya. Tukizungumzia Mfalme, wacha tuende kwa jirani yake pale tu Eldoret. Anaitwa GFE 105. Pia kuna Sams siku ya Jumamosi. Wacha kwanza Sams. GFE 105 siku ya Jumamosi anamkaribisha mwana Kiminini Combine. Number 1, number 2. Mechi ambayo itakuwa mechi kali sana. Hiyo mechi unajua mimi kwa mtazamo wangu unajua imewekwa vishasha vingi. Kwa sababu hii mechi iko na two-way traffic answers. Unajua hii mechi ukiangalia Zone C Mashers wenye tumekuwa tukifuatilia, unapata Kiminini wanaongoza hiyo table. Alafu GFE ni number 2. Na unajua GFE iwapo watashinda hii mechi watakuwa wanaweka matumaini yao hai ya kukua kucontest kwa hii title. Na Kiminini nao ujue hii ndio mechi peke yao. Yaani kufa mtu kufa punda. Wakishinda lazima mziko ifike. Na unasema wakishinda wamevuka. Kiminini wakishinda hiyo mechi by the way Saturday wamevuka. Lakini wasiposhinda ni kama wana delay, nini inakuwa ina delay. Ina delay, wanasema kwamba hatuwezi. Unaona kama let's say kama tukitoka nje kidogo kama huko Uingereza kwa ile ligi ya Uingereza Arsenal na Man City. Kulifika time Arsenal walikuwa wamefungua gap ya pointi 10 unapata. So ilifika time kulikuwa na wakati ilikuwa mechi zao kama 3 za mwisho iwapo wangepoteza na wanaongoza na hizo pointi 12 haingekuwa na maana. Lakini sasa hivi unaona venye wamekwa kwa inamaanisha kwamba lazima washinde mechi zao. So ndio kitu itatokea Jumamosi. Na ukiangalia timu zote, ukiangalia historia fupi tu ya GFE 105 msimu uliopita, ile msimu mbili ambao zimepita, ni timu ambayo ilikuwa inaonyesha mchezo mzuri, ambayo ilikuwa inaonyesha competition hapo katika ligi ya Division 1. Tunaona waliweza kumaliza nambari 2 nadhani msimu mbili ikifuatana, wakaweza kupata ile sponsorship ya Betika. Baada ya kupata msurivi kidogo timu unajua GFE Mfalme na wakati unajua hiyo ndio inakuanga shida. Wakati tuseme kama hapa Trans Nzoia tuko na timu mbili zinacheza Division 1. Alafu sasa pale Eldoret wakati unajua season ikienda kuisha watu wanajipanga. So wakati watu wanajipanga Mashers ni kama msichana, mimi namtafuta wewe unamtafuta. So whoever beats higher ana win. So wakati Mfalme alikama akaingia Division 1 akakuja na mambo mazuri, unaona. Na wachezaji huko 105 kulikuwa na 1 2 3 na wakaambiwa kwamba hapa tutapewa hivi vitu. Sasa unaona lakini GFE ni timu ya kupigwa mfano kubwa sana hii Division 1. Unajua timu imecheza paka NSL. Ni timu ambayo nilikuwa nakuja. Ni timu ambayo imecheza NSL, ni timu ambayo imeonyesha mchezo mzuri na ni timu ambayo imekuwa inaonyesha consistency. Unajua kwa nini niseme consistent? GFE 105 kwa msimu 3 kama sijakosea zenye zimepita hadi msimu wa saa hii wamekuwa wako hapo top 3. So unaona ni consistent top 3, wanajaribu top 2 lakini inakataa. Ni timu nzuri, So tukizungumzia pia kuhusiana na hii mechi ya Jumamosi, najua itakuwa ni mechi itaanza mida ya saa 8 mchana. Kabla tuzungumzie mechi ya Jumamosi, mechi iliyopita ya GFE waliweza kutana na Trans Nzoia All Star ambayo ni timu ya kutokea Trans Nzoia. Iko pamoja na Kiminini Combine, ilikuwa derby. Lakini pia ni derby. Trans Nzoia All Star pamoja na GFE derby ile Wasingishu, Trans Nzoia ni majirani. Na ikatoka GFE akaweza kushinda 2-1 baada ya Trans Nzoia All Star kupoteza penalty dakika. Unajua unanifurahisha Masha. Nilikuwa kwa uwanja Ndura ile siku ya Jumapili kama sije. So unajua Kiminini ikakuwa mbele wakati ya Chelsea na Arsenal, Man City ya Chelsea na Arsenal. So Arsenal wakaenda kusupport Man Chelsea bana. Wakati walikuwa wacheza Man City.
Kumbe Chelsea nao wana support Man City. So Kiminini walikuwa uwanjani, walitarajia kwamba 105 watatumia ubabe wa nyumbani waweze kushika ile mechi. Unajua watu wengi walikuwa wanasema mechi ambayo ilipita GFA angeweza kupoteza. Angepoteza. Kiminini Combine angeenda hiyo game kama amerelax. Angekuwa ana pressure. Angekuwa ana reduce point. Na mashabiki wote wa Kiminini Combine walikuwa nyuma ya Trans-Nzoia Stars. Lakini sasa zingine Mashas, tuongee kitu tuelezane ukweli. Yule mchezaji bana, ile penalty aliipiga aje? Unajua kitu wenyewe elewi, huyo mchezaji anaitwa kwa jina la kutania anaitwa Olunga. Yeah. Mchezaji huyo alikuwa msimu uliopita alikuwa GFA 105. Yeah. Na mchezaji huyo amecheza Eldoret sana na mjua. Wanajuana. So akienda pale alikuwa confident. Unajaribu kumaanisha nini? Unajua ukisema Olunga alichezea timu ya GFA 105 na alichukua ile penalty na ukiangalia set piece na penalty taker wa timu ya Trans-Nzoia All Star ni huyo mchezaji. Ni ile tu walikuwa na overconfidence, hii timu imecheza nao. Lakini sometimes huko vitu zingine huwa zina happen kwa football. Nakumbuka Arsenal wakicheza na Man City, kuna mchezaji Maguire baada ya mechi kuisha Arsenal kupigwa na Man City, ile tu mazungumzo kidogo tu wakaenda kuzungumza na Saka na nini. So haikukaa sana. Juzi Man City wakipiga na alikuwa nani huyu? Na Everton. Maguire alipiga pasi nyingine, unaweza fariki bwana. Pasi nyingine. Wacha tuache maneno ya wazungu, tuzungumzie mechi hiyo. Mechi hiyo itakuwa mechi ya nambari 1, nambari 2. Kabla ya mechi hiyo ukiangalia Kiminini Combine wanaongoza jedwali, wako na alama 56. Inafuatwa na hiyo GFA alama 44 kama sijakosea. Acha ni confirm tu haraka. So GFA Kiminini wamecheza mechi 23. Wako na alama 56. GFA wamecheza mechi 23, wako na alama 44. 44. Different ya 12 points. So unaona GFA wakishinda, unaona mechi ngapi? No, mechi Kiminini wamebaki na mechi 4 wakicheza hii. So unaona GFA wakishinda hii game watakuwa wamepunguza pointi 3. So, Kiminini bado wanarudi Eldoret. Unanipata? Wanaenda kucheza na Langas. Unaona? So ni maombi yao Kiminini wapoteze kwa kina GFA, alafu wapoteze kwa kina Langas. Alafu waombe hapa katikati, unajua Kiminini watakuwa na travel Suna, wanaenda kucheza na Suna awe ya mwisho. Lakini pia tukirudi Kiminini ukiangalia form yao. Wale vijana wanacheza kama kabla ungezungumzia form. Kiminini wako na away 3. Wako na Langas, GFA na Suna. Alafu wako na home wako na 2. Wacha nitakuwa ni moja, wako na wamebakisha mmoja. So wakipigwa away zote na washinde mmoja bado wanachukua hiyo ligi. Lakini hao wanataka waharakishe mambo. Ukiangalia kwa ile kampi ya wanyama, let's come back to the playing unit. Ukiangalia ile how Kiminini plays and how GFA plays. Tuangalia hizi ni timu ambazo wanacheza mechi 2 tofauti. GFA pale ukiangalia game yao most of the time balls zao ni moja katikati tusonge. Wanatumia zile long balls. Kwa ile lugha ya kawaida unasema ni ile power play. Ukiangalia wale madefender pale nyuma kina Papa ni ile mpira haishuki kabisa. Alafu zile flights za goalkeeper wao ukipata hata akichukua ball akianza ball ni ile reaction yake ya kwanza inakuanga tap twende. So lakini tukirudi hapa kwa Kiminini pia wako na ule uwezo wa kusoma mechi, combination yao ni nzuri. Lakini sasa ukiona mechi kama ile ya GFA 105, so Kiminini wamepatana na timu moja, let's say so far sasa wamepatana na timu moja yenye inacheza ile power play of which ni Trans-Nzoia All Stars na waliweza kutoka ile draw, unaona. So hii game ya Kiminini Combine hii weekend kuna mfumo mwili yenye mimi naona kama Wanyama anaweza akatumia, of which sijui ni kwa mazungumzo yangu tu, lakini huenda Wanyama akatumia hii kwa sababu yeye chochote hata anaenda ushindi, lakini akiangukia draw itakuwa imemsaidia. Kwa sababu unajua 105 walikuja hapa wakacheza wakafungwa dakika ya mwisho bao. Hata ileta tetesi nyingi sana. Kuna yule shabiki ambaye alikimbia uwanjani ile tu bahati mbaya akateleza akamgonga goalkeeper na wakakataa kucheza mechi kwamba sijui gunsim nini. But at the end of the day walikubali baada ya game kukuwa forfeited. Federation ilikaa chini na ikaward Kiminini Combine. So si mechi tu Mashas penye vile unaiona. Hii ni rival.
Wanasema mechi ya kukata na shoka. Na kukata na shoka. Fali wawili wanapokutana. Nyasi ndio inaumia. So hiyo Jumamosi ni mbaya. Ukizungumzia nilikuwa naangalia katika pitapita zangu Kimini Combine wako na magoli 30 kama sijakosea. Unaweza confirm. Kimini Combine wako na 38 goals. Wenzao wako na bao 8 pekee. Bao 8. Ukiangalia kwa hizo bao 38, Kimini Combine wako na mchezaji ambaye anaitwa Brandon Wafula. Mchezaji ambaye yuko vizuri. Kwa sasa hii nika top scorer kwenye ligi hiyo, amepiga magoli 10. Na game iliyopita na Kurubax aliweza kufunga magoli 2. Last game pia naye ya Kimini Combine Amani akafunga bao 1. Ni kijana ambaye pia naye akona consistent na akona form. So unajua Mashas, ukileta mchezaji kama Brandon Wafula, ndio maana nakwambia kuna time unapata huyu mkufunzi wa nyama kuna zile formation zake ambazo wanazicheza. Kuna time utapata anacheza 4-5-1. Hapa katikati nyuma ya Brandon Wafula kuna midfielders ngapi? 5. So Brandon anabaki peke yake. Lakini unaweza tarajia hivyo, unapata sometimes hako anacheza 3-4-3-2-1 ama anacheza 4-3-3. So unapata huyu Brandon ako tu kwa pale pazuri. Left akipata side ya left anafidiwa vizuri na Gregory side ya right pia anafidiwa vizuri. So ni timu ambayo mfumo yake kwa kweli wanasema mgala muue, lakini haki yake mpe. Unaona ataleta impact gani kwenye hii game? Kwa sababu ukiangalia form nzuri, ni top scorer na pia vile vile anataka aongeze magoli zake, ajionyeshe. Na ni kijana ambaye tunaweza mzungumzia pia naye mwaka 2024 kama sijakosea. Mwaka 2024 alikuwa top scorer katika ile Chapa Dimba akichezea timu ya Wisa katika region hii ya Rift Valley. Na ni kijana ambaye ameonyesha weledi wake. Unamzungumziaje impact yake katika hii game? So hii game Wanyama approach hii game na Brandon Wafula atakuwa ni kama last line of attacking yake. So nasema kwamba unaona kama askari wameenda kupigana vita. Imeumana. Usikie Meja amesema toa kambi yote. So Brandon Wafula ndio mchezaji ambaye atakuwa amebeba timu na ni mchezaji ambaye Wanyama atakuwa amebuild the team around him. Hata ni mchezaji ambaye hata kabla mechi ianze, kama tutapata nafasi ya kuwa pale, ukiangalia kabla mechi ianze utamuona Wanyama akimuongelesha Brandon, amwambia kila kitu mikononi mwako. Hapa ni wewe ndio tunakutegemea. Na ni mchezaji ambaye ako na quality nzuri kabisa. Unajua is more of a midfielder, is more of a striker. Yaani ni mchezaji ambaye unaweza mtegemea pale katikati, vile vile pale mbele. Lakini pia Mashas tukimalizana na Brandon, pia tena tuzungumzie hiyo midfield ya Kimini. Midfield ya Kimini inanikumbusha timu ya Barcelona mwa hapo kitambo. Kwa timu ya Kimini kuna mchezaji Austin, kuna Bwire na pia kuna Master. Hawa ni wachezaji ambao Master creativity. Wape mpira, mambo mengine niachie. Austin kubonda plus creativity. Vile vile Bwire kubonda plus creativity. So ni wachezaji wenye uwezo waachia nafasi. Strength ya Kimini Combine iko katikati pamoja na forward yao. Maybe kwa haraka taswira ya Kimini Combine na GFE 105. Wameweza kucheza mechi 3 tangu Kimini Combine iformiwe 2022. Na baada ya timu hiyo kuformiwa 2023 walicheza mechi yao ya kwanza na Kimini Combine ikaweza kupigwa magoli 3 na GFE 105. Alafu 2024 mechi yao ya pili ikatoka sare goli moja kwa moja. 2025 Kimini Combine ikaweza kumpiga GFE magoli 2 kwa 0. Kumaanisha hizo ni mechi 3. Hiyo ni mechi 3 zenye zimecheza. Kuna mechi ambayo ilipigwa ile yenye juzi ile yenye haikukamilika, ilikuwa forfeited, lakini Kimini akapewa ushindi. Kumaanisha Kimini Combine wameweza kushinda mechi 1 kwa mechi 3 kabla ya hiyo yenye tunasema ilikuwa 50-50 tudaiweka hapo. Vile vile 105 wamepiga 1 alafu wamepiga sare 1. Kimini Combine wameweza kufunga magoli 3, GFE 105 wamepiga magoli 4. Kumaanisha ni timu ambayo si mchezo. Ni timu ambayo kidogo itakuwa ni mechi itakuwa inasumbua kidogo. Maybe your prediction? Mimi prediction yangu naona hii mechi kama ni mbaya sana Kimini atashinda 2-1, ama kama ni mbaya sana itaenda sare ya kufungana 1-1. Sare ama Kimini Combine ashinde. Mtazamaji wetu tuambie prediction yako ni gani? Tupatane Saturday pale
ACK Showground. ACK Showground. Alafu pia kwa faida tu ya mashabiki ni kwamba unajua kwa sababu nakwambia ni highly anticipated match, na kwamba yule patron wa Kiminini Combine Morris Kakai Bisau, mbunge wa Kiminini constituency, ameweza kusema kwamba lazima pia nipeleke effort huko Eldoret. So ameweza kutoa basi mbili. Imagine 52 sita na 67 sita. Kumaanisha mashabiki wamesema Saturday mida ya saa 1 asubuhi tukutane Showground, tupandishe mzuka, tupande tuende tuteke anga ya Eldoret, mambo ichemuke, turudi na pointi 3 ama sare. Kiminini chenye wanataka saizi ni kupanda ligi. Tupatane Saturday. Tutakuwa pale ndani ya Showground Eldoret.